Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Habibina al-Mustafa sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi shiraf al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Watukufu wa Islam, baada kumshukuru Allah jalla jalalu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iko bado tuendelea na silsila ya darasa zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie darasa hizi ziwe ni zenye kuleta manufaa katika umma huu wa Kiislamu. Lakini pia iko bado hujabonyeza neno subscribe katika channel yangu ya YouTube, hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha bonyeza na alama kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kila darasa ambalo tutakayopost katika channel yetu hii. Leo insha Allah tutaendelea na silsila ya darasa zetu. Tutaingia sura an-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, pamoja na maajabu yake pamoja na khawasi zake, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie wepesi katika mambo yako na akupe ilmu, kwa sababu elimu ndio kila kitu. Na wewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa bado hujajiunga na group langu la WhatsApp, basi chukua namba zangu za WhatsApp hizo hapo, tuwasiliane ili nipate nikuunge katika group langu la WhatsApp, ili upate faida kubwa sana kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia uko nitajidua visomo mbalimbali, tiba mbalimbali tunafanya ofisini kwangu hapa, karibuni sana na Mwenyezi Mungu atakuponesha maradhi yako. Lakini pia group la WhatsApp lina mambo mengi sana, utapata faida nyingi sana. Jiunge na group la WhatsApp kupitia namba zangu za WhatsApp hizo hapo insha Allah. Sura an-Nasr ni idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Hii ndio sura an-Nasr. Sasa leo nitakupa maajabu na faida kubwa ambazo zinapatikana katika sura an-Nasr hii. Mmoja katika wanaochuoni anasema tanqushu fi riswasin watajalu fi shabkatin ya'tiha as-samaki afwajan wa man naqashaha ala shay'in min alati al-harbi wastaqbalu biha aduwwihi nasarahu Allahu alayhi. Anasema kwenye maelezo, tanqushu fi riswasan, hii idha jaa nasrullahi wal fath, iandike. Anasema ukiandika kwenye chombo cha risasi, mfano panga au shoka, risasi yote, watajalu fi shabika, kisha risasi ile iliyoandikwa idha jaa ukaitia katika jahazi lako, ewe mvuvi, basi yatiha samaku afwajan, watakuja samaki makundi kwa makundi. Kwa ewe mvuvi, ukitaka upate samaki wengi baharini, basi chukua chombo chochote cha chuma au shaba au risasi yote, kama ni panga, kama ni shoka au jembe chochote au kisu, kisha iandike hii idha jaa nasrullahi wal fath kwa zafarani au kwa peni katika ile risasi yako, kama ni kisu au shoka au panga. Kisha lile panga au shoka au kisu liweke katika jahazi lako. Basi anasema ya'tiha samaku afwajan, watakuja samaki makundi kwa makundi, tuwapata samaki wengi sana utakapofanya hivyo. Haya, wewe mvuvi unasema kila siku upate samaki, unarogwa, dawa ni hizi, tiba ni hii ni Qur'an. Ni maneno ya wanachuoni, lakini sio wanachuoni tu, ni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni faida ya kwanza inayopatikana katika sura an-Nasr. Lakini faida ya pili anasema waman naqashaha ala shay'in min alati al-harbi, mtu yoyote atakayeandika hii sura an-Nasr katika chombo chochote cha chuma, chombo cha kivita, risasi yote ambao Waislamu wanapigania vita, chombo chochote cha kivita, kama ni kifaru, kama ni gari, kama ni panga, kama ni silaha, chombo chochote cha kivita, ukaiandika sura hii, kisha wastaqbala biha aduwihi, kisha mtu akamuelekea adui yake kwa ajili ya kupigana naye, basi nasarahu Allah alayhi, Mwenyezi Mungu anamnusuru mja huyo. Chombo chochote cha kivita ukiandika idha jaa nasrullahi wal fath kwenye chombo cha kivita, kisha ukamuelekea adui yako kwa ajili ya kupigana naye, basi Allah atakupa ushindi na utamshinda adui yako.
Haya, na hilo je? Fanya hivyo kuanzia leo inshallah. Tumia khawasi hizi za Qur'ani, uone mambo yanavyotiririka na mambo yanavyokwenda vizuri kwa uwezo wa nani? Uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah tufanye pesi, na mimi sina la ziada isipokuwa tu tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.